Yes, swali gani mtazamaji wa Minobongo na One Vision TV. Karibu sana kwa mara nyingine. Kama ilivyo ada, kazi yetu ni kuhakikisha haukosi exclusive zote za mambo ambayo yana trend mjini. Jana nadhani utakuwa ulikutana na video clip ya mwanadada ambaye alikuwa anazunguka mitaani na bango la kwamba anatafuta mume, anahitaji ndoa. Ni huyu hapa mwanadada anaitwa Zerish. Tulishawahi kufanya naye interview, sasa hivi nadhani ni mara ya pili tunakuja kufanya naye. Sababu za kuja kufanya naye ni kutamani kujua kwa nini sasa hivi imekuwa barabarani anatafuta mume. Ni kwa nini anafanya hivyo, na ni kweli anatafuta mume ama vipi, na kama anatafuta kweli ni mwanaume wa aina gani anamtaka. So hakikisha kwa pamoja nasi mwanzo mwisho leo kwanza, ili ujue mengi zaidi kutoka kwa Zerish. Vipi? Poa mama. Uko poa? Niko poa. Unaendelea? Jambo. Mwenye sauti ya upole mwenyewe. Kawaida yangu. Vipi hali? Safi tu. Okay. Ghafla jana tukaona video yako tena ina trend, unatafuta mume uko maeneo ya sokoni, unatembea na bango na nini. Nini kinaendelea Zerish? Natafuta mume wa kunioa kama bango linavyojieleza. Ndio hivyo. Kwa nini wewe utafute na sio wanaume wakutafuta? Kwa sababu naona hawanitafuti, sijui hawanioni, kwa sababu ilifikia hatua mpaka nilianza kusema kwamba nampenda Hemedi, namhitaji Hemedi, nataka wewe mwanaume wangu, ikiwezekana hata anioe, na hata kama angesema hana mahari basi ningejilipia. Lakini bado nikaona ananifungia vioo, na sitaki kuamini kwamba eti ujumbe haujamfikia. Najua kabisa ujumbe ulimfikia na akaambiwa. Unaona, kwa sababu hata marafiki zake baadhi wa karibu walikuwa wananiambia anaona hivi na hivi, lakini labda aliingiwa na uoga sijui. Kwa hivyo nilivyoona kanikalia kimya, hajanitafuta, basi nikaamua ngoja tu nisimame barabarani nitafute mume. Nakumbuka last time tulivyofanya interview kuhusu Hemedi uliniambia hutaki mwanaume yoyote tofauti na Hemedi. Sasa hivi imekuwa kwamba unatafuta mume, na maana kile kipengele kimeondoka, sasa hivi unatafuta mwanaume yoyote nje ya Hemedi au vipi? Hemedi kauvunja moyo wangu. Okay. Kwa hiyo nilikuwa nampenda sana kiukweli, lakini sasa hauwezi kung'ang'ania simu ambapo hauhitaji. Unajua mambo ni mengi na nini. Kwa hiyo ndio maana tu nikaamua ni move on, niachane naye. Japo moyo unauma, lakini sina namna. Unahisi kwamba alikudharau, hajachukulia maanani kile unachokifanya, alikudharau ama vipi? Huenda, kwa sababu huwezi kusemea moyo wa mtu, lakini huenda alinidharau, akaona labda mimi sio hadhi yake, au sifai kuwa mwanamke wake, au pengine ninafaa lakini akaogopa kwa sababu ya watu na vile nilivyojitokeza mitandaoni na nini, labda akaogopa. Okay, watu wengi sana wanaku-comment vibaya kwenye mitandao, kwenye page mbalimbali ambazo zimepost ile clip yako. Wengine wanadai huyu atakuwa na ugonjwa, wengine wanasema atakuwa labda tayari kilomita zimekata, sijui ametumika sana na nini. Weka vizuri hili. Ni kweli kwamba yawezekana katika hizi comment za watu kuna ukweli wowote? Kwanza kabisa wanachotakiwa kujua, mimi ni msichana ambaye bado bikra. Sijawahi kuwa na mahusiano na mtu yoyote yule. Unaona, kwa hivyo ndio maana sio kwamba eti kabla walikuwa sijui wanifuata, walikuwa wanifuata, lakini sikuwa nimepata mwanaume ambaye namhitaji. Ndio maana nikaona bora nimchague Hemedi. Wewe bado bikra? Bado kabisa. Unaona, kwa hivyo hata wao wanaonitukana, hiyo ni kawaida, hakuna mtu ambaye atukana. Afu hakuna tusi jipya duniani. Sijui unaelewa. Kwa wao watukane, watajua wenyewe watakachokisema, lakini mimi naelezea hisia zangu mimi. Mimi sijali watu wanaoongea, si wananitukana, si wananionaje, watajua wao wenyewe. Kitu ambacho kinashangaza zaidi watu ni kwamba we ni mrembo, ni mwanamke mashallah, umebarikiwa, una kila sifa ya uzuri. Watu wanachojiuliza ni kwa nini mwanamke mrembo kama wewe useme kwamba wanaume hawakufuati, wanaume wanakuogopa, au nini ambacho unahisi kinakwamisha wanaume wenyewe kukuapproach? Naweza kusema kwamba sio kwamba hawaji, wanakuja, lakini sio wanaume ambao nawahitaji. Lakini pia wengine wanauoga. Just imagine mwanaume anakuambia samahani lakini mimi mwanzo nakuhitaji, samahani kama nakosea. Sasa mwanaume kama kweli unajiamini, hauwezi kutanguliza samahani. Mwambie mdada kwamba Zerish, mimi nimekuelewa na kuhitaji, naomba uwe mwanamke wangu. Basi, kwa nitajua mimi kama nitakukubalia au la. Lakini mwanaume anaanza uoga, samahani lakini si kama nitakukosea, si kitu gani, moja kwa moja huo ni uoga. Mwanaume hapaswi kuwa muoga. Kwa moja kwa moja kwamba waliokuja sio type yangu, sio wanaume ambao nawahitaji. Kwa hiyo wewe upendi mwanaume anayekuja kukutongoza wewe muoga?
yani uoga haupendezi. Kwamba kwanza sio sifa ya mwanaume. Kwa nini uwe muoga? Okay. Na ndio maana wanawake wengine wanamwaga tu wafuate wenyewe waanze kuwatongoza. Hata mimi Hemedi ningemfuata, nikaenda kumtongoza, lakini ndio sijapata nafasi ya kumpata, ndio maana sasa hivi natafuta mume mwingine. Unaposema kwamba wanaokujaga wengine wanakuwa sio type unazozitaka, ina maana una aina fulani ya wanaume ambao unawahitaji maishani mwako. Sasa vijana wameshaliona tangazo, sasa hivi watakuwa wanahitaji kujua sasa mwanaume anayehitajika ni mwanaume wa aina gani? Mimi mwanaume ninayemtaka kwa kweli, yani awe anapumua tu, awe anapumua, awe mcha Mungu, awe na hofu ya Mungu, awe mstaarabu, mkweli na mwenye upendo. Basi ndio nayemtaka. Mwanaume wenye criteria hizo ndio nayemtaka. Ndio. Baada ya video yako kutrend ile jana na leo, nahisi kuna wanaume tayari washaku approach. Uongo kweli? Ukweli wapo, lakini sasa ndio hivyo, huwezi kujibu kila mtu kwa sababu watu wengine, yani mtu anakutafuta tu ili mradi aonekane na wewe amekudm, ameelezea hisia zake, lakini siamini katika kila mtu. Naamini wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu ukifika, basi nitampata huyo Mungu. Wewe unataka mwanaume atake kutongoza sasa, ambaye utamkubalia, unataka aje wapi? Aje DM, aje live au vipi? Yoyote yule ambaye moyo wangu utamridhia. Hata kama nikimpata huko barabarani ambapo natembea, nikimpata mtandaoni, nikimpata wapi, yani popote pale, mradi tu moyo wangu umridhie, nimpende basi. Baadhi ya wanawake wenzako wanadai unawadhalilisha pia. Nasema mbona kama anatufedhesha, anatudhalilisha huyu? Mimi simdhalilishe mtu wala sijidhalilishi. Mimi nina haki ya kuongea kile ambacho moyo wangu unataka. Nina haki ya kujielezea kile ambacho ninahitaji. Kwa kama wao wanaona kama vile ni udhalili, hiyo ni yao. Kwangu mimi sioni kama ni udhalili. Okay. Umetaja aina ya wanaume unaowataka, lakini hujasema mume wako ambaye unatamani mje muishi wote kwenye maisha yenu ya hapa duniani, ungetamani jambo kubwa sana analotakiwa kuzingatia kwako ni lipi? Anitunze tu na anijali, hakikisha niko vizuri, nakula na shiba, ananipa haki yangu vizuri, basi hivyo tu. Kwenye haki hapo umemaanisha? Haki, yani haki zote ambazo anapaswa kupewa mwanamke au mke. Okay. Ukimpata kijana wa criteria unazotaka lakini ana mke wa kwanza, wewe mke wa pili, itakuwaje? Kwanza simtaki kijana. Sitaki vijana mimi. Unataka watu wa makamu ya kati au wazee? Kuanzia miaka 45 kwenda mbele huko. Au ndo ninaowataka. Yaani hilo 45 kwenda mbele. Mimi sitaki vijana, tutasumbuana. Mtasumbuanaje? Yaani wana mambo mengi, hawajamaliza ujana. Kwa hiyo waache waendelee na ujana wao. Mimi natafuta wababa ambao tayari akili zao zishatulia, wanafanya maisha yao, wametulia. Basi. Ushamaliza ujana? Mimi sina ujana. Mimi shamaliza, mimi sina ujana wala usichana. Lakini umesema hujawahi. Ndio, sasa yani sawa sijawahi, lakini tabia ya ujana inajulikana. Ni watu ambao wana mambo mengi, wenye papara na kila kitu. Kwa mimi sina hivyo vitu. Na ndio maana nataka nimpatie usichana wangu mwanaume ambaye kashamaliza kila kitu. Kwa hiyo ndo naamini nitatulia naye. Okay. Dini? Dini yoyote. Au Muislamu au Mkristo kwako? Yoyote ile. Fresh. Kweli? Ndio. Kwa nini umechagua watu wa miaka 45 kwenda juu? Kwa sababu ni watu ambao wanajielewa. Kwanza wametulia. Afu wako busy na mambo yao. Yani wapo busy na maisha in short. Okay. Vipi kama utampata mwanaume wa nje ya nchi, anatokea nje ya nchi, let's say anatokea Kenya, anatokea Uganda, Rwanda, Marekani, South Africa, Uingereza? Kenya siwataki bora nikaolewa na Mkongo au Msukuma. Wakenya? Wakenya siwataki, Wakenya wa binafsi afu wachoyo. Okay. Wakenya wachoyo. Wa nje ya nchi kama Marekani, Uingereza? Ni sawa pia, si mwanaume. Passport unayo lakini? Ninayo. Passport ninayo. Sijui hata wanakwama wapi wakaka wa Marekani. Passport ninayo. Kweli? Okay. Na jana ulionekana tu ukizunguka. Labda leo unaweza kutoa neno lolote mbele ya kamera zetu kwamba Zerish, unamwambia nini Watanzania wanaokutazama? Nachowaambia kwamba natafuta mume ambaye anajielewa kuanzia miaka 45 kupanda juu. Vijana siwataki kwa sababu DM nyingi ni za vijana. Mimi vijana jamani, sitaki kusumbuana na nyie.
Mimi bado msichana mdogo, bado bikra, nimeitunza bikra yangu kwa ajili ya mwanaume wangu. Kwa hivyo naendelea kumtafuta huyo mwanaume. Atakapopatikana basi aje, moyo ukimridhia tutafanya maisha. Okay. Sasa mimi nikushukuru kwa time. Asante. Asante sana.